wengi tumezoea kufanya biashara kwa mazoea, kwamba mtu afanye research yoyote, anaanzisha biashara au anaendeleza biashara yake bila hata kuongeza ubunifu wowote. Kwa hiyo anafanya tu kwa sababu amezoea. Kila siku anauza maandazi 50, anauza chapati 50, anauza matunda, yeye anafanya kimazoea. Ila ukweli ni kwamba unatakiwa ufanye ubunifu na ufanye research kila siku katika biashara yako. Hii ndio ambayo itaongeza thamani na itakupatia faida, kwa sababu watu au wateja wanahitaji kitu kipya na huduma bora. Sasa huduma bora huwezi kuipata kama endapo kila siku unauza kama kawaida ulivyozoea. Unatakiwa kwa kwanza uwe unauliza au unapata feedback kutoka kwa wateja wako kulingana na ile huduma. Aidha kama unapika chapati, unauza matunda, uulize, "Je, matunda mmeonaje? Kipi gani niongeze?" Wale watakwambia, "Bwana, ongeza 1 2 3." Pia vile vile wewe mwenyewe unatakiwa uwe mtumiaji wa kwanza wa hiyo bidhaa yako. Kama unauza chochote, basi wewe uwe wa kwanza kukitumia na uone, je, kinakidhi ubora huu, ubora kwamba mimi ningekuwa napewa huduma kutoka kwa mtu ningeridhika nayo. Basi kama unaona hairidhishi, hapo ndipo ambapo unatakiwa uongeze thamani, uongeze ubunifu. Mimi napenda sana, kuna sehemu pale Riverside pale wanakaanga chapati. Kwa kweli zile chapati watumia mafuta yale ya siagi, na zile chapati ni nzuri sana. Mimi siku moja nikapata nafasi ya kuingia pale ambapo wanakaa sasa kutoa huduma. Nilipapenda sana. Nikasema kadogo, ila walivyopapamba mpaka nikasema this place is very beautiful. Yaani unaweza hata kama siku mtu na meeting unaweza kaifanyia pale, kwa sababu gani? Wamefanya creativity nzuri. Unafanya pale mazingira machafu, nguo unazovaa kila siku zile zile, haujibrand. Basi tafuta hata t-shirt ambayo imechapishwa pale, imeandika biashara yako kwamba labda Mkali Chips au Samson Fruits Enterprises. Hivi unajibrand, hata mtu akija pale anajua huyu mtu ananipa huduma nzuri, ananipa bidhaa nzuri, kwa sababu kwanza mwenyewe anajitambua. Pia jambo la kuzingatia ni usafi. Hakikisha ukiwa unaenda katika biashara yako, na uzungumzia sasa zile biashara ambazo wewe ndio unakuwa unatoa huduma pale, aidha upo dukani au wewe ndiye unahudumia pale, mhudumu katika mgahawa, basi hakikisha mavazi yako yawe safi. Pia hautoi harufu yoyote kwa kera wateja wako pale ambao wanakuja. Hiyo pia ni creativity. Mtu anajua huyu mtu kama anafanya msafi vile, basi hata biashara yake ni nzuri, bidhaa yake itakuwa safi. Sasa wewe kila siku unaenda lafu kazini, hii inakuwa si sawa na inakuharibia wewe katika biashara yako. Endapo akitokea mpinzani tu kidogo, basi wale wateja wote anaweza akawachukua. Basi naomba tuzingatie haya ili tuhakikishe sisi tunapata mafanikio katika biashara, kwa sababu biashara si kufurahisha watu. Biashara lengo lake ni kupata faida. Faida unapataje? Ni kupitia ubunifu ambao unaofanya, unaovutia wateja, basi ukapata mauzo mazuri. Mimi jina langu ni Halmen Abbott. Tukutane katika video ijayo. Bye bye. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye channel yetu.